Yesu asifiwe. Mungu awatunze waimbaji wote, Hope Choir, Praise, kwa huduma ya Mungu ambayo mnaendelea kumtumikia Mungu katika kanisa lake. Niwashukuru kanisa kwa ujumla kwa utayari wenu wa kusogea madhabahu hii na tukaendelea kujumuika pamoja katika ibada. Mungu aendelee kuwatunza watoto wa Mungu. Tunanyenyekea sana sisi watoto wa Mungu kuona mnavyoendelea kuwa na utayari kabisa wa kusogea katika nafasi ya kumtumikia Mungu na kuendelea kumwabudu Mungu katika maisha yenu. Mungu aendelee kuwatunza. Wazo la siku ya leo ni habari za Pentekoste, na mimi nimeona tujifunze neno linalosema au kichwa kinachoendelea kutuhudumia kwa siku ya leo inasema jinsi gani Pentekoste imetusaidia kuishi maisha yenye nguvu katika Ukristo wetu. Jinsi gani Pentekoste imetusaidia kuishi maisha yenye nguvu katika Ukristo wetu. Pentekoste imekuwa sikukuu hii tumekuwa tunaiadhimisha kila mwaka, na kila mwaka tumeendelea kushuhudia vile ambavyo Mungu ameendelea kujifunua kwetu. Na katika mazingira ya uhalisia tunaposimulia habari za Pentekoste ni adhimisho la mwanzo wa Agano Jipya. Hiyo ndio tafakari. Hiyo ndio tafakari kwa namna ya maana ya somo la katika namna ya kufahamu habari za Pentekoste. Pentekoste ni adhimisho la mwanzo wa Agano Jipya au ni mwanzo wa taifa jipya la Mungu, au pia ni sikukuu ya kukumbuka ujio wa Roho Mtakatifu. Ni kukumbuka ujio wa Roho Mtakatifu. Pentekoste, tunaposimulia habari hizi za Pentekoste katika mazingira mengine tunasema ni siku 50 baada ya Pasaka. Ni siku 50 baada ya Pasaka. Maana ya kwamba baada ya Yesu Kristo kufa pale msalabani, tunakaa siku 40 na Yesu anapaa. Na baada ya kupaa kwake siku 10 zinakuwa ni siku ambazo tunaenda kuadhimisha habari za Pentekoste ambaye ndio 50 inaenda kutimia. Katika Agano la Kale Roho wa Mungu huyu Roho wa Mungu alijidhihirisha kwa watu fulani, watu maalum, kwa kazi maalum alijidhihirisha kwao. Na katika mazingira yake tunaangalia ndugu zetu pia katika wana wa Israeli walipokuwa walihesabu nao majuma yani 50, siku 50 ambazo zilizofanya kutoka kipindi ambacho wameokolewa, wametoka katika mikono ya Wamisri, na mpaka hapo walienda wakaadhimisha walikuwa wakienda wakiazimisha jambo hili katika kipindi walipokuwa katika mlima Sinai. Sasa unaona ni mazingira ambayo wenzetu nao waliendelea katika kipindi hicho. Lakini tunapofika katika Agano Jipya, tunapompata Yesu Kristo au Pentekoste hii, katika kipindi hicho tunasema walianza kuadhimisha katika karne ya kwanza. Karne ya kwanza kabisa wanaanza kuadhimisha habari hii ya Pentekoste. Sasa
karne hii ya kwanza Yesu Kristo anakuja na anainuka katika nafasi ya pekee sana, na ndipo katika mazingira haya tunaanza kuona katika unabii wa manabii wa Agano la Kale wanaanza kusimulia habari hizi. Akisoma katika kitabu cha nabii Isaya sura ile ya 44 na ule mstari wa 3, neno la Mungu linasema, kwa maana nitamimina maji juu yake, aliye na kiu na vijito vya maji juu ya mahali pakavu. Nitamwaga roho yangu juu ya wazao wako, na baraka yangu juu yao utakao wazaa. Tunaanza kuona katika mazingira haya nabii Isaya anaona wakati mwingine kuna ukavu wa maisha ya kiroho, lakini anataka kuonyesha ule katika nafasi ya ukame wa watu au ukame wa ardhi. Katika mazingira hayo sasa anaanza kuonyesha mazingira haya. Katika ule mstari wa 3 anasema, kwa maana nitamimina maji juu yake aliye na kiu. Juu yake aliye na nini? Na kiu. Maana yake maji ya Roho Mtakatifu au nguvu ya Roho Mtakatifu haiwezi kumjia mtu pasipo na kuwa na kiu ya kitu hicho anachokihitaji. Usipokuwa na kiu huwezi kupokea. Maana yake ya kwamba utaona ni mazoea tu. Kila mwaka utaazimisha Pentekoste, utaazimisha nguvu yani ujio wa Roho Mtakatifu, lakini usione matokeo kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana anasema, nami nitamimina maji juu yake aliye na kiu, na vijito vya maji juu ya mahali pakavu. Nitamwaga roho yangu juu ya wazao wako, na baraka yangu juu yao utakao wazaa. Kwa hiyo kuna anaenda anaamsha vitu vingi kwenye maisha ya mwanadamu. Kuna vitu ambavyo unaweza kawa unashindwa kufanikiwa, lakini anasema utaenda kuzaa, maana kuna chemchemi, maana kuna nguvu inayoweza kuachilia nguvu ya mafanikio ya kile ambacho unachokitafuta. Anasema hii ahadi katika Agano Jipya, Pentekoste imemiminwa kwa watu wote, wala hakuna ubaguzi. Imemiminwa kwa watu wote, ni yeyote yule anayeweza kuwa na kiu tu alafu akapokea hiyo. Kisoma Yeremia sura ile ya 31, Yeremia sura ile ya 31 na ule mstari wa 31, Yeremia 31 mstari wa 31 anasema, angalia siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, si kwa mfano wa agano lile nililolifanya na baba zao katika siku ile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambalo agano langu hilo walilivunja, ingawa nalikuwa mume kwao, asema Bwana. Bali agano hili ndilo nitakalolifanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitatia sheria yangu ndani yao, na katika mioyo yao nitaiandika, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Wala hawatamfundisha kila mtu jirani yake na kila mtu ndugu yake, wakisema, mjue Bwana, kwa maana watanijua wote, tangu mtu